za asubuhi mpenzi msikilizaji wa 99.4 Metro FM popote pale ulipo. Ikiwa leo Jumamosi nzuri sana, Jumamosi ya tarehe 2 mwezi ni wa 7 mwaka wa 2016. Kwa ndugu zetu Waislamu na wale ambao tunaendelea kuwasindikiza katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani, hususan katika swala zima la kufunga, tunasema ni chungu cha 26. Nikukaribisha katika kipindi kizuri ukipendacho cha Sayari ya Watoto ambacho huja kwako kila siku za Jumamosi kuanzia 3 kamili mpaka 4 kamili za asubuhi. Mpenzi msikilizaji, hii leo humu ndani ya studio tutakuwa na kipengele kizima cha matukio ya watoto yaliyojiri ndani ya wiki hii nzima, lakini pia tutakuwa na kipengele kizima cha majadiliano ambapo tutakwenda kusikia mada nzuri kabisa na tutakwenda kuzungumzia kuhusiana na maandalizi ya sikukuu ya Eid pamoja na swala zima la athari za madawa ya kulevya kwa watoto. Na kuongozea kipindi hiki kwa siku hii ya leo, langu jina Paulina Robert, tutakuwa wote mpaka pale 4 kamili za asubuhi. Mpenzi msikilizaji, tunakwenda kuanza kipindi chetu cha Sayari ya Watoto na kipengele kizima cha matukio ya watoto yaliyojiri wiki hii nzima, ambapo humu ndani ya studio kuna watoto wenzangu waliojipanga vizuri kwa ajili ya kutuhabarisha. Tuungane nao. Kitaifa, kimataifa, michezo na burudani. Habari za wakati huu mpenzi msikilizaji wa Metro FM. Karibu sana katika dakika chache hizi za matukio ya watoto wiki hii. Kuanzia kipengele hiki utakuwa nami Gertrude Clement kwa habari za kitaifa na kimataifa. Na mwisho tutamaliza na mwanakandanda wetu mahiri Neema Theonest kwa matukio ya michezo na burudani. Tunaanza na matukio ya watoto kitaifa. Huko jijini Dar es Salaam, kampuni ya Shamo World imetoa msaada katika kituo cha watoto yatima cha Maunga Center kilichopo jijini humo, ambapo msaada huo ulitolewa tarehe 29 Juni mwaka huu. Sasa ni wasaa wa matukio ya watoto kimataifa. Utafiti uliofanywa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto duniani UNICEF imeeleza kuwa watoto milioni 69 walio na umri wa chini ya miaka 5 duniani watapoteza maisha kwa magonjwa yanayoweza kuzuilika. Pia imesema kuwa watoto milioni 167 wataishi kwenye dimbwi la umaskini, huku watoto wengine milioni 750 wako hatarini kuolewa wakiwa na umri wa utoto ifikapo mwaka 2030. Kwa matukio haya ya kitaifa na kimataifa, tuungane na mwanakandanda wetu Neema Theonest kwa matukio ya michezo na burudani. Habari na hujambo wewe mwanaspoti mwenzangu, karibu katika viwanja vya michezo na burudani. Tukianzia huko jijini Dar es Salaam, timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys imeweza kutumia vyema uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam katika mchezo wao dhidi ya timu ya vijana Shelisheli. Katika mchezo huo Serengeti Boys ilicharanga vikali timu ya vijana Shelisheli kutoka visiwa vya Shelisheli kwa mabao 3-1 katika mchezo huo uliochezwa siku ya Jumapili tarehe 26 mwezi wa 6. Sana, endelea kusikiliza Sayari ya Watoto ya Metro. Mpenzi msikilizaji, kumbuka tupo katika kipengele kizima cha matukio ya watoto na ni fursa yako sasa kuweza kuchangia na mimi matukio ambayo yameweza kusoma humu ndani ya studio kupitia simu nambari 0659 100070. Huyu anasema tuko pamoja sana Metro, mimi Mashaka Pascali wa Ibindo Kwimba. Shukrani sana. Huyu mwingine anasema tukio lililonifurahisha ni la Shamwed kuwasaidia watoto by Masterpiece. Shukrani sana. Mada mezani, watoto tunadadavua from A to Z. Ni katika kipengele cha majadiliano ya watoto ndani ya Sayari ya Watoto. 1, 2, 3. Tunaanza moja kwa moja na swala zima la athari za matumizi ya madawa ya kulevya kwa watoto. Uniambie wewe kama mpenzi msikilizaji, unahisi nini athari za matumizi ya madawa ya kulevya kwa watoto ambao umeweza kuwashuhudia wakiweza kutumia madawa ya kulevya? Nini kimekuwa kikiwapata na ni athari gani ambazo zimekuwa zikiwakumba? Studioni niko na watoto wenzangu ambao wanapendeza kabisa na wamejipanga vizuri kujadili na mimi mada hii. Watoto wenzangu, mambo? Kaka Daudi, niambie na wewe kwa upande wako unazungumziaje kuhusiana na athari? Akishatumia yale madawa, ina maana yanaenda kuharibu ubongo wake. Kitendo cha kufikiri kinakuwa ni vigumu kwake. Senti Mashauri wa Salagana Musoma, mtoto anayetumia madawa ya kulevya anapoteza dira ya maisha yake. Asante sana. Kwa inasema serikali iweke sheria kali kwa walimaji wa bangi by Ben Paul.
Asante sana. Ningependa kukushukuru wewe kwa kuweza kutusikiliza sisi watoto kwa muda wa lisaa zima, lakini pia shukrani kwa Metro FM, shukrani kwa MICN, UNICEF pamoja na watu wenzangu ambao nimeweza kushirikiana nao humu ndani ya studio. Mpenzi msikilizaji, kwa habari zaidi kuhusiana na mtandao wa wanahabari wa watoto Tanzania, tembelea ukurasa wetu wa Facebook ambao ni mtandao wa wanahabari wa watoto Tanzania kwenye mabano Young Reporters Network Tanzania. Ulikuwa na mimi Paulina Robert na kutakia siku njema. Bye. Kaka Ibra, habari za siku nzuri kabisa. Nilikuwa mtangazaji wa kipindi cha Sayari ya Watoto kwa siku hii ya leo. Kiukweli nimeenjoy, nimependa kile ambacho kimeenda. Nimependa wasikilizaji ambao wameweza kuchangia kipindi kizima. Nimependa mada, kiukweli kipindi kilikuwa kizuri sana. Wewe kwa upande wako? Kwa majina yangu naitwa Ibrahim Rashid. Katika siku hii ya leo nilikuwa msimamizi wa kipindi cha Sayari ya Watoto tarehe 2 mwezi wa 6. Kipindi cha leo kama dada Paulina alivyotoka kuelezea, kipindi cha leo kwa kizuri, wasikilizaji wamechangia vingi kwa sababu tuna mada yetu tunasema athari za watoto kutumia madawa ya kulevya. Kwa hiyo nahisi jamii imeweza kuguswa na kitu hiki ndio. Kama tunavyofahamu kwamba tunaelekea katika kusherehekea siku nzima ya Eid al-Fitr. Na sisi tunasherehekea